Sasa mwanzo wa movie tunampata bidada akiwa ameshika zake tangu, alafu amelivalisha kinga bana. Kwani anataka kufanya nini? Acha tuone. Tunakuta bidada anapanda haraka kwenye kitanda, alafu anaonekana kama hisia zishapata ngazi, zishapanda, so anataka tu kujimaliza bana. Kwanza hapo bidada after amevua zake nguo akachomeka ile tango bana kwenye kitumbua bana. Alafu bana akafanya nini? Akaanza kujipelekea moto tu, nimegundua vitu kama hivyo bana. Kwani nendaje? Acha tuanze unyama ili tuone kulendaje paka movie kafika hapa. Hii ni 7 Max. Ningependa uweze kusubscribe na kuturn on notification bell ili uwe wa kwanza kupata kila unyama nitakapopost. Kwa hiyo acha tuanze unyama. Movie linaanza tunampata Collins hapa akiwa amejitayarisha ile zake shule, so akapata na mamake pale, akawa anamuoga na nini. Mamake akawa ameomba basi kwa makini unapofika huko shule. Bidada akasema sawa, mimi nitakuwa makini. So baada ya maongezi mafupi pale, bidada akawa shagana na mamake, alafu akawa shachimba huku shule. Katika wakati wa mapumziko tunapata bidada yetu akiwa tulia kuna mambo fulani wanakuwa amempenda sana bidada. Akamsalimia pale, afu akamwambia wajua nimetoka kuvutwa naye. Bidada akamuuliza unamaanisha nini kusema hivi? Mwamba pale akasema hemu acha kujifanya uelewe bana, yani kifupi mimi bana nimekupenda, wajua wewe ni mtoto mzuri, alafu unafaa kuwa na mtu kama mimi, usona utakuwa unashikashika ndevu hapa yani utakuwa una enjoy. Bidada akamwambia hivi wewe umerukwa na akili mimi huko shule nimekuja kusoma, sijakuja kufuata mambo ambao unaniambia sasa. Mwamba kwa mitamake akajaribu pale basi convince kinisi unielewe jamani, nimekwambia sitaki, kwani lazima nimekwambia shule nimekuja kusoma na usinisumbue tena, ukinisumbua tena nitapelekea taarifa kwa mwalimu mkuu. Bidada after amesema vile bana, Mwamba bana akageuka divorce bana, akaganda, akajaribu kumuongelesha, lakini bidada ndo akawa shaamua bana, ameshikilia msimamo wake bana, akawa bana ya hesitation na maneno yao jamaa yake Ponzi. So Mwamba alijaribu kuongea pale, alijaribu kutupandoana, anamwambia nyimbo zake na Melody mapenzi ni vitu kama hivyo, lakini wapi, bidada akawa ameshikilia msimamo wake, akawa shachukua kiti, alafu akawa shakula mwe, akawa shadishenga yani bana. Mwamba akawa amini bana, yani imetokea yani mimi nakataliwa, yani mtoto mpya yani amenikataa mimi. Jamani kwa linajiwazia tu. Sasa movie inatutupa hisi nyingine, tunapata mabesti wawili, mmoja ambaye anaitwa Aisha na mwingine alikuwa anaitwa Constance. Sasa alikuwa anaangalia picha zile bidada yetu Collins, lakini acha nikupea habari. Wanafunzi wawili wanashirikiana mapenzi ya jinsia moja, yani hawa ni wasagaji. Sasa alipokuwa bado wanajisifia pale, yule mmoja akasema yani nimetokea kuvutiwa na huyu mtoto mkali. Yule mwingine akatamaka, yani unavutiwa na mtoto wakati mimi ndo mpenzi wako? Hapana, mimi sijamaanisha hivyo, kwa nimevutia tena nampenda, sio ile mimi nakupenda. Alafu akawa wamekisiana pale. Baada ya muda yule Mwamba akawa shafika na akawa ameomba kuongea na yule bidada mmoja ambaye anaitwa Aisha. So after ndoka naye huko akawa ameomba Aisha, mimi kuna kitu nataka unisaidie. Kitu gani? Aisha akawa amemuuliza. Yani si unamjua yule bidada ambaye anaitwa Collins, yani nimejaribu kumkatia lakini bidada amenikataa kabisa, so alikuwa anataka unisaidie kumpata. So yule bidada akasema sawa, nitakufikiria, kama nitapata jibu nitakusaidia. Alafu akawasha jichenga. Huku tunapata Collins mwenyewe akawa na best yake mwingine hapa ambaye anaitwa Mai. Akawa amemuuliza kati ya Jackie na Morris unavutiwa na nani? Mniambie kati ya wanaume wawili. Sasa pale Collins akasema sasa swali gani mbona niuliza jamani? Hapana, mimi nilitaka tu kujua kama kuna mwenye ambao unavutia naye hapa shule. Mimi nimekuja fuata mambo ya masomo au mapenzi, mimi sina kabisa. Yule rafiki yake akasema yani hapo ndo umesema shoga yangu, maana hapa shule kila mtu basi amejiingiza kwenye mahusiano kabisa, hawataki hata kusoma, so tunaweza shirikiana. Sasa movie inatutupa baadaye huku darasani, vipindi vilipokuwa vinaendelea, mara mkuu wa shule akawa shafika. After kufika pale akawa amewasalimia, alafu akawa amemfuata Collins na kumpongeza baada ya kuwa amefanya vizuri katika mitihani yake, na akawa amemwambia hao wanafunzi wengine kuwa wafaa wamwejee huyu Collins, maana yeye ndo amekuja tena ameshinda hadi wenyeji. Sasa baada ya kile kipindi tunapata Collins akiwa anatoka zake darasani, mara akapatana na wale mashoga, yani wale mabesti ambao wanashiriki mapenzi ya jinsia moja. Sasa baada ya kuwa wamemuona pale, wakamwambia sasa unapita bila kutusalimia kisa umesifiwa na mwalimu mkuu, si ndio? Bidada akasema mimi wasalimia pengine tu wamkusikia, jamani nisamee, kwa tukusamee, si ndio? Sasa ili tukusamee unafaa kwa tupe mapenzi. Bidada akashangaa wanaongea nini?
yani unabidi ukatupe mapenzi. Sasa bidada akashangaa ni wanafunzi wenzake anafuata wapadi ya mapenzi. So baada pale wakawa wamemchukua na wakampeleka kwenye vichochoro pale, wakawa wameanza kumfanyia vitendo kama mfumbo mnaona bana. Bidada akawa hataki, lakini wapi, wakamfanyia unyama pale maskini. Baada pale wakawasha chini. Bidada pale alikuwa amelia kinoma. So baada muda akawa amejikokota pale na akaamua basi aende zake darasani. Sasa huku vile alipokuwa anaelekea darasani akampatana na makamu wa mwalimu mkuu, akamuuliza, wewe simama, mbona unakuwa hivyo? Na kila mtu anajua wewe ndio mwanafunzi ambao unajulikana kwa kuvaa nadhifu, mbona hizo nguo zako siko hivyo warawara kama jinako? Bidada wetu majibu hana bana. Na ile alipokuwa anajumauma, mara yule rafiki yake ndo akashafika akasema, samahani mwalimu, huyu ni mgonjwa na sababu alikuwa anauma. Baada Collins kuona amepata hapa kuingilia, akajifanya na atapika kabisa. Ila Collins nyie, samahani basi itabidi nikupeleke hospitali. Ndio ile rafiki yake akasema hapana, akaona dawa zake siko darasani, so itabidi tu nimpeleke akatumizwa dawa. Ndio ile mwalimu akasema sawa, akawaruhusu. So baada pale ndio ile Collins akawa ameenda na akamueleza rafiki yake kile kitu ambacho kimetokea. Rafiki yake akampa moyo pale, akamwagi na nini. Alafu sasa movie inatutupa huko nyumbani. Collins alifika na kupita, hata mamake hakumsalimia, mamake akamuita, wewe murudi hapa haraka. Collins ikabidi arudi bana. Sasa kufika pale mamake akamuuliza, wewe hasa ndo vitu gani? Mbona hizo nguo zako zinakuwa warawara kama jinaku? Bidada yetu pale akando anajiumauma hajui aseme nini. Mamake akamwambia, hivi utaongea ama utakuwa unagugumia kama umekula makande? Si ongee. Ala. Hasa ndo pale Collins akasema, mimi nimejiunga na kikosi cha mpira ndio maana nguo zangu zimeharibika hivi. So mamake pale akamuuliza, kwa hiyo kwa nicho kikosi hamna nguo za mazoezi mpaka uvae hizo nguo hizo? Ndio Collins akasema, mimi ndo sina hizo nguo kwa sababu sikuwa nimetarajia kama nitafanya mchezo leo, ndo nimeona wanafanya nikajikuta nimependa, ndo nikaenda jiunga nao. Na kwa nini huko unaniambia kama kuna nguo kama hizo ambazo zinahitajika mpaka leo? Bidada majibu hana, akawa anaendelea kujiumauma tu. Ndio pale mamake akamwambia, sawa nimekuelewa, lakini sitaki siku nyingine nikuone ukiwa katika hiyo hali hiyo, umenisikia? Bidada akasema sawa nimekuelewa mama, lakini akaficha chini kimfanika kwa shule. Sasa siku iliyofuata shule ile manyanyaso yakaendelea. Bidada yetu Collins akawa na jinsi, akawa nakubaliana tu na vile wanamfanyia, na akamwambia ukifika nyumbani leo nataka ukatafute tango, halafu ujaribu kujipelekea moto, na ole wako sende fanya, tutajua tu na tutakupiga mpaka usikie. Sasa usiku nyumbani alipokuwa soma akajaribu basi angalau ashike, lakini akili haiko pale. So akawa ametafuta tango kama vile ilikuwa ameambiwa, akalivalisha kinga, na bidada yetu akawa ameingia kwenye kitanda pale na akawa ameanza kujipeleka tu moto bana. Sasa hapa nadhani mnaona kama shindikizo la marafiki linaweza likabadilisha mwelekeo wa watoto wetu. Kwa hiyo tunafaa tukae na watoto wetu ili tuangalie mienendo yao kila wakati. Sasa siku iliyofuata huko shule, bidada yetu Collins akawa amekuja, wale marafiki wake wakashangaa, mbona leo kuja mwenyewe? Kufika pale akasema, jana nilijaribu kama vile mliniambia, nilienjoy kinoma. Wakasema ndio, ulikuwa ni lazima uenjoy na unafaa endelee kufanya kile kitendo. Hakuna kitu cha kutafuta mwanaume atakuharibia masomo, unafaa unajifresha mwenyewe. Sasa movie inatutupa huku, tunampata Collins akawa na yule rafiki yake mwingine. Sasa akamuuliza, mbona unashikana na wale watu lakini watakupoteza mwelekeo? Watu wapi hao? Wale mbona hata sio wabaya. Rafiki yake akashangaa, unaongea nini lakini watakupoteza? Asema mwanzo wale umenifundisha kuwa si lazima uhitaji mwanaume atakuharibia maisha, lakini unaweza ukajipatia mwenyewe raha. Sasa baada pale ile shinikizo na marafiki lilimharibu kabisa bidada yetu, akawa sio yule Collins wa kusoma na kushika namba moja tena, akawa shule hudhurii na akawa anapelekwa klabu na wale marafiki zake, anarudi akiwa amelewa, na mamake hakuwa anamzingatia mtoto wake katika hizo siku za katikati ya wiki hadi weekend, ndio alikuwa amkalishe mtoto wake amuulize maendeleo ya shule. Sasa na hapo pia wazazi wao tunakosea sana, yani kufanya hicho kitendo. Tunafaa tuwe makini na watoto wetu kila wakati, tujue wanaendeleaje, ni kitu gani kinawasumbua. Hiyo ndo itafanya mtoto wetu awe katika mstari mzuri wa maadili. Sasa huku shule unapata Collins akiwa hana furaha, wale marafiki zake kumuuliza, kuna nini? Mbona leo unaonekana kama hauna furaha? Nini ambacho kinakusumbua? Mbona unaonekana kabisa unalia? Tuambie, sisi ni marafiki zako. Ndo pale Collins akiwa analia akamwambia, nimeshuka katika performance yangu kutoka namba 1 hadi namba 28. Mamangu kaijua hizi habari, sidhani kama ataniacha salama, atanipiga na atanichukia kabisa. Sijui hata akiniuliza mbona na shuka hivi kimasomo, sijui hata namwambia nini.
Sasa wale marafiki zake baada ya kumshauri vitu vya maana kwamba usijali, wajua kitu kama hicho kikitokea unafaa ukifika nyumbani uchukue tango uanze kujishikashika udipelekee moto, na baada ya kufanya hicho kitendo ukisoma tu unashika na utaelewa kila kitu bana. Ila wa marafiki bana unampoteza kabisa ni ubidada. Sasa bidada tu akawa anawaamini, basi afanye nini? Sasa baada ya pale wale wakawa shadichenga, huku tunapata bidada tu akiwa na yule rafiki yake mwingine akiwa anamuuliza mbona lakini Collins, mbona unazidi kupotea mbona performance yako imeshuka hivyo kabisa please mimi nakuomba achana na kushikana na wale watu, utakuzidi kukudidimiza kabisa, kwa maana siku hizi hata sikuona ukisoma kila muda nakuona tu umeshikana tu na wale marafiki zako tafadhali nisikize mimi, achana nao wale. Ndo pale Collins alipokuwa anaelezewa pale akawa analia na kusema mimi naona hata mamangu akijua kama nimeshuka hivi kina masomo sijui kama ataniacha sana, atanipiga na madibu nitakuwa sina. Ndo rafiki akamwambia usijali, mimi nitakuwa nawe bega kwa bega na tutashughulikia hili tatizo na litaisha. Sasa tunapokuwa nyumbani mama Collins akiwa kwa zake chumbani akawa anasikia tu miguu vitu kama hivyo. Sasa kashanga kwani mtoto wangu siku hizi ameanza kuingiza wanaume ndani ya nyumba. Sasa ikabidi aende paka rumuni kwa mtoto wake. After amefika kwenye room ya mtoto wake, Jane alikiona hakuamini bana. Collins unafanya nini? Collins alishtuka kinoma noma, akawa anajaribu kuficha mamake, akawa amefungua na akapata tango bana. Akawa amefungua pale achungule chini mtoto wake alikuwa anafanya bana. Astaghfirullah. Mwana mama amuuliza, nani mama kufundisha hivi vitu? Kesho lazima unipeleke shule nikajue kipi ambacho kilisababisha hivi vitu. Sasa siku iliyofuata huko shule, Collins akawa amebanwa bana kwenye mlango kama mjusi. Asema ukweli Collins akawa anajumauma, lakini wakwambia unafaa utuambie ukweli ili tukusaidie kwenye hili tatizo. Ndio Collins pale baada kutiwa moyo akawa ameeleza ukweli na kutaja wale watu ambao walimsababishia katika kuingia katika hali matatizo. After amewataja wakawa wameletwa pale ofisini pale. Sasa baada ya kuwa wameletwa pale ofisini, wale wanafunzi walipojiwa na kutishiwa kuwa watapelekwa katika kituo cha polisi, walikubali makosa, na yule mwalimu mkuu akasema kuanzia leo ninyi sio wanafunzi wa hii shule na mmefukuzwa shule na mtatakikana mlete wazazi wenu. Bwana wewe, na hapa ndo nakuonyesha unyama na imani. Kuna kitu kikubwa umejifunza wewe kama mzazi, unafaa uchukue jukumu kubwa da kumshughulikia mtoto wako na kumchunguza kila siku, na ukiona tabia yake imebadilika unafaa kujua tatizo. Na wewe kama mwanafunzi ama kama mtoto haufai kuficha jambo moyoni. Kama kuna jambo lolote ambalo linakusumbua unafaa useme mapema kabla halijakuathiri na kusababisha tabia yako kubadilika na kukuletea matatizo mbele. Maana hata wahenga wanasema samaki mkunje angali mbichi. So na imani umejifunza katika hii movie, nikipenda uweze kusubscribe na turn on notification bell ili ujiunge na hii familia ya E7 Max. Na pia ningependa usisahau kunywa Peace Bushera, ni kinywaji kingine ambacho kina mvuto na ladha ajabu. Kama utakuwa unashushia Peace Bushera huku unatazama filamu za E7 Max, utakuwa unatisha kinoma noma. Sawa, tukutane katika video itakayofuata. Ciao. E7 Max, hapa burudani halali. Movies anaja simulizi kamili. Subscribe sasa usibaki mbali. Home of enjoyment sehemu asili. E7 Max, hapa burudani halali. Story kali tunazileta kwa wakati. Shekwa rafiki na ndugu wa karibu mali. Home of enjoyment sehemu asili. Kama movie ni ndefu njoo kwetu.